unaweza kuwa huru kuanzia sasa. Halo? Yes, halo. Heshima yako mkuu. Nimepokea. Sauti unayoisikia ni ya Sergeant William Sengula. William Sengula? Inawezekanaje? Okay. Naomba tuonane muda huo. Nakutumia location. Sergeant William Sengula. Sasa mshakufu. Atseba. Umefika muda mwafaka. Pengine ni muda ambao nilikuwa najiandaa kuondoka. Naomba nisikilize kwa makini sasa. Kuanzia sasa na muda huu, usijishughulishe tena na kuwafuatilia hao Maravenger. Na kama itoshi, naomba nipatie faili ambalo lina ushahidi uliojitosheleza. Lakini mkuu, nilikuwa nimebakiza mission kidogo tu nimalize. So ningeomba 1 week nimalize mission nzima. Pengine nimepata mtu sahihi zaidi wa kuweza kufanya kazi hii. Tii kwanza, mengine baadaye. Umenielewa? Leo nasikia ni kweli. Inawezekanaje Sergeant Sengula awe hai? Kiaje? Mama. Hapa ndo mmesoma leo. Mama. Bea. Yule yangu alikuwa nani? Yule alikuwa ni mpita njia tu. Kwa hiyo tusimtilie manani. Sawa mwanangu? Haya njoo mama. Alafu mimi ninakupenda sana mwanangu. Nataka usome kwa bidii. Sana uje kuwa daktari. Sawa? Si ndio? Unaniahidi? Mama. Bea. Lini tutakuja kana mjini? Jamani. Muda sio mrefu tutaenda. Sawa? Tutarudi mjini, utakutana na marafiki zako, usijali sawa? Uwe na amani kabisa binti yangu. Mama, nimechoka. Umechoka? Sorry hata. Muda sio mrefu tutarudi mjini. Umesikia mwanangu? Kwa hiyo mimi naomba urudishe madaftari, leka ndani, afu badilisha na uoge, tupate chakula sawa? Haya nenda. Najua unashangaa sana mimi kukuita hapa. Ni kweli. Maana mimi ndiye nimezoea kukuita na kukupatia taarifa nyeti. By the way, kuanzia leo
hatupaswi kabisa kuwachunguza tena. Sijakuelewa. Kuna mtu special ameletwa kwa ajili ya kuimaliza hii kazi. Nahisi ataishinda hii vita mapema sana. Maana ni mwanajeshi ambaye ameshinda mapambano mengi katikati ya uwanja wa vita. Hivyo, kazi itakuwa ni rahisi sana kwake. Sawa, ila sio rahisi. Kumbuka Mr. Rach ni mtu hatari sana. Ameni anachokwambia. Yule ni hatari zaidi ya hatari. Huwa hofi maisha yake anapoamua kufanya jambo lake. Huwa naamini sana kupitia yeye. Na vipi kuhusu malipo yangu? Maana mara ya mwisho nilikupatia taarifa nyeti sana. Eva, usijali kuhusu hilo. Muda si mrefu utapokea muamala. Natukusii kuwa tu makini. Nilikuhisi toka mwanzo. Kwa nini unavujisha siri zetu? Hii taarifa ni lazima ifikie boss. Unatakiwa kufa. Naam, Sengula. Karibu tena kwa mara nyingine. Watu wengi wana imani kubwa kuwa wewe ulikufa. Lakini kwa weledi ulionao, mimi sikuamini hilo. Ni kweli. Lakini hayakuwa makubaliano yetu. Ni kwa nini mlishindwa kuleta usaidizi kwa haraka? Na mimi nilikuwa ni hatihati. Kuwa hapa nilipo ni bahati nasibu tu. Haikuwa rahisi. Na wanakijiji waliniokota. Wakanipa matibabu. Na ndio mimi kusimama tena hivi. Ni kweli Sengula. Hebu tusiamishe makaburi. Na naomba tu nikwambie kuna jambo nataka ulifanye. Unajua nchi yetu imekumbwa na matatizo mengi sana. Kunakuwa na mauaji yanatokeza mara kwa mara. Watoto wanatekwa nyara. Na mambo mengi chungu mzima. Lakini hata usilolijua, jeshi la polisi limejaribu kupambana kwa kadri ya hali iwezavyo, lakini limeshindwa. Hivyo basi, baada ya jukumu hili mimi kukukabidhi, itakupa fursa, itakupa nafasi. Utakwenda mji wowote na nchi yoyote unayotaka ukapumzike walau kidogo. Retain power yako. Nahitaji kupumzika. Namaanisha kwamba nahitaji kuwa raia mwema kabisa. Nahitaji kuacha kazi. Nimetumikia kazi kwa muda mrefu sana. Ni kwa nini mimi? Kamanda, a soldier always a soldier. Kunguru mwoga ndiye anayekimbiza ubawa wake. Hivyo basi, sheria zetu za jeshi unazijua.
unatii kwanza bila shuruti, maelezo baadaye. Kuna jambo nataka nikupe, na hili litakusaidia kwenye kazi yako hii unayokwenda kuianza. Naomba nikukabidhi kadi hizi. Muuaji huyu anatumia sana kadi hizi na alama hizi, lakini kama haitoshi, huwezi ukaifanya kazi hivi hivi. Lazima nikukabidhi kitendea kazi, kwa maana ya jembe. This should help you. Ila nachoweza kusema, wewe ni shadow soldier. Kamanda, good luck soldier. Nilipigana nikiwa peke yangu. Bosi. Naam. Hivi swala la huyu muuaji limefikia wapi? Sio mbaya, nakaribia kulimaliza. Sawa. Afu nashangaa hujawahi kunitoa nje ya mji, lakini leo umenitoa nje ya mji. Kuna issue gani huko? Kwani kuna tatizo? Hapana bosi, nimeuliza tu. Fuata mambo yako. Sawa. Beno, ni kwa nini ulikuwa umekaidi wito wangu? Ni kwa sababu nahitaji kuwa huru. Sihitaji kuwa mtumwa wako tena. Kwa sababu unahitaji kuweza kuwa huru. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi nikihitaji mtu afanye kazi yangu, ni lazima aweze kuifanya na kwa wakati. Kuna kazi unapaswa uweze kuifanya wewe. Kuna mwanajeshi mmoja ambaye ameingia mjini hapa kwa ajili ya kuweza kunipeleleza mimi. Sasa ninahitaji uweze kudili naye. Sio, umenielewa? Na nadhani ukishamaliza kudili naye yeye, pengine nitakuacha uweze kuwa huru kama unapotaka. Mr. Morash, kama kazi mpatie kijana wako, sio mimi. Wewe huwezi kunipangia mimi kwamba ni nani afanye kazi yangu kwa wakati gani, ila mimi ndio ninajua kwamba ni nani anapaswa kuweza kufanya kazi yangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Najua familia yako umeitoa peleka. Ukiamini kwamba ulipoipeleka ni sehemu sahihi na salama kwa ajili ya usalama wao. Lakini sikudanganya. Na usipokuwa makini, familia yako itatekeleza. Mimi starachi. Familia yangu imeingiliana vipi na kazi yako? Nisikize kwa makini. Nitaifikiria kuifanya kazi yako, lakini kwa makubaliano maalum. Endapo nitaifanikisha kuifanya kazi kwa umakini, usije ukanigeuka. Na kama ukinigeuka, nitaimaliza kazi yako, then nitarudi kwa ajili yako. Ngoja nikueleze kitu kimoja bwana. Usichokijua au ulichokisahau wewe. Huwezi kutengeneza deal na mimi kwamba wewe unitengenezee makubaliano. Na wewe huwezi kuniambia nikusikilize wewe kwa makini badala ya wewe uweze kufanya kazi yangu kwa makini. Sio, unanielewa vizuri? Hapa hakuna namna zaidi ya wewe kufanya jambo langu mimi vizuri. Na ukishalifanya mimi nitakuacha uweze kuendelea na maisha yako. Lakini kama utaweza kusema kwamba ulete ujanja ushindwe, ninaweza nikatafuta mtu yoyote yule akifanya kazi yangu vizuri kabisa bila shida yoyote ile.
halafu kisha nitadili na wewe na familia yako. Sio, unanielewa vizuri? Weka akili. Kama unavyoona haya maji, japo imekaa na kutulia, lakini kwangu mimi yoyote anaweza kapotelea humu na sijulikana alipoenda. Sihitaji mchezo. Embe, kwa hii kazi nilimpatia Bernardo, ni kazi ya mwisho yeye kuweza kuifanya, na hapo utakuwa ndo mwisho wa mkataba wangu mimi na yeye. Sio, unanielewa vizuri? Nikiwa nina maana ya kwamba hakikisha unamfuatilia vizuri katika utekelezaji wa hii kazi, na endapo akisha ikamilisha tu, kinachofuata